Unajua mke wangu unashindwa kunielewa. Kwa nini mume wangu? Unajua mke wangu mimi sio kama labda sipendi wewe uende madrasa au kama nakukataza wewe kwenda madrasa, hapana. Na imani ukienda madrasa wewe, cha kwanza utakuwa mchawi. Na ukiwa mchawi kabisa nakuona kabisa sura yako inavyoonyesha wewe wa kwanza kunifanya msukule mimi hapa. Na wewe huruma hauna unaonekana. Hivi wewe nilivyo mimi ukinigeza tena msukule, ukinifanya msukule. Takuaje mimi mke wangu? Mume wangu, hii ni elimu tu. Hata Mungu mwenyewe anatuhimiza tusome Qur'ani. Hasa hayo mambo yote yanaingilianaje hapa? Wewe mke wangu mimi nawajua nyinyi. Dini ninavyotaka sasa. Usome kidogo unapumzika. Kama mimi unavyoniona hapa. Nimepiga alifu bete, nimetulia kidogo. Lakini unavyosoma sana ndo mnavyokuwa washirikina, mwisho wake utanifanya msukule mtoto wa watu, nianze kutafutwa. Hapana mume wangu. Yaani siku zote Qur'ani ukiacha nayo inakuacha. Hivi unavyojiangalia wewe, ni sawa na ule uliokuwa unasoma Qur'ani. Badilika mume wangu. Badilika mume wangu. Nibadilike ni msichana. Wewe una cha kunishawishi mimi. Pate vimaji hapa ninywe kidogo. Awesome. Hatujui tunakwenda wapi, mana dunia tunapita, tumemsahau Harotumba, japo dunia tunapita, naye anatusamehe, mana yeye ni mwingi wa huruma. Zezi shemeji. Salama. Jana nimekuona na ule mwanafunzi wa Maremu baba. Mkawa mnaongea mkajifanya kama vile mjaniona. Baadaye kila mmoja akapita zake. Mambo yalikuwa mengi tu. Alafu isitoshe alikuwa na haraka na safari zake. Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal hubus wal haba'is. Kwa hapo unaelekea wapi? Naelekea kwa Sabra kupata darasa. Kwa sababu basi mimi ngoja niende nikasambaze umbea huko. Nini? Sasa hii dua huwa inasomwa kabla hujaingia chooni. Sijui umeelewa? Baada ya kuisoma unatanguliza mguu wa kushoto ndio unaingia chooni. Kwa sababu unavyokuwa chooni huruhusiwi kuongea neno lolote lile. Na hii alithibitisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi natembea huko. Sawa. Hatujui tunakwenda wapi, mana dunia tunapita, tumemsahau Harotumba, japo dunia tunapita, naye anatusamehe, mana yeye ni mwingi wa huruma. Kuna kisa kinasema Mtume alishawahi kuingia chooni, alafu kuna mtu alikuja akamsalimia, assalamu alaikum wa rahmatullahi ya nabii. Yaani alimpa salamu Mtume aliyakuwa yupo wapi? Yupo chooni, lakini Mtume hakuitikia. Baada ya muda Mtume akatoka chooni. Yule jamaa akamuuliza tena Mtume, ulituambia katika vitu ambavyo tunatakiwa tuzingatie ni salamu. Na unavyoisikia salamu hutakiwi kuiacha inapea tu, lazima uitikie. Sasa kwa nini leo mimi nimekupa salamu wewe hujaitikia? Mtume akasema, haijalishi ni neno gani utakalopewa ukiwa chooni, hautakiwi kuongea hali ya kuwa upo wapi? Upo chooni. Kwa hiyo kama salamu ni kitu muhimu sana, Mtume hakuipokea. Kwa hiyo maana yake utakiwi kusema kitu chochote kile ukiwa chooni. Kwa hiyo dua utaitamka hali ya kuwa upo nje, utatanguliza mguu wa kushoto, baada ya kuimaliza dua unaingia chooni. Umenielewa hapo mke wangu eh? Nimekuelewa Mwarabu, 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 Mwarabu. Punda pafru kapotra man kusayona mwana usambanga teo. Bwana Hassan. Siku kama ya leo usiwe unapenda sana kuja hapa.
Yaani ni siku ya Alhamis kama ya leo. Ni mbaya sana kwenye kilinge chetu. Imekuwaje mpaka leo? Vipi? Fresh mwanangu. Mwanangu, nimepiga hoji kule nyuma. Nikaona vipi mbona anitiki? Nikaona ngoja nije upande wangu. Ndio nimekukuta hapa. Nilikuwa nimelala mwanangu ndani unajua. Kama umekatika sasa nikaja kutulia zangu nje hapa. Na unavyoona jua alivyokuwa kali na saa 7 hii. Mwenyezi Mungu leo nisamee tu. Yaani hapa tunaenda kula tu yale maandazi. Wallahi tena. Leo nisamee kwa sababu funga zetu hizo wagonjwa tunajua kama watoto wadogo. Tata unatulia kidogo. Imekuwaje? Nilikuwa nimepata nyayo mbili, nikaona bora nikupitishie kwanza. Kwani hatuwezi tukafanya ile dawa? Sikia. Nyakati za mwisho tulivyokutana mimi na wewe, tuliambizana zipatikane nyayo hizi. Acha. Basi poa. Acha na mke wako nimemuona leo aenda kwa Sule. Ila acha na hayo mambo. Jana nimemuona Sule anaongea na mke wako. Anasema hivi anaenda makaburini. Yaani unajua kabisa anaenda kunitoa mimi kafara. Na nilijua na niliona tokea zamani. Kujifanya na vava majuba naenda chuo naenda na nilijua. Wewe umemsikia anasema anaenda makaburini? Mimi nimemwona kabisa wao anatoka makaburini. Basi sasa itakuwa ndio hapo kwenye mchakato mimi wa kunifanya mimi msukule najua tu. Na ile swali niliona tokea zamani. 3. Sasa iweje leo unakuja na nyayo 2? Alafu umekuja siku mbaya. Yaani at least umekuja na nyayo 3 ingekuwa kidogo ningekuonea huruma. Sasa leo umekuja na 2. Bwana Hassan unaleta masiara. Inabidi ukamilishe ndio tuanze dozi. Jamani mie nimeisha mtoto wa watu. Sasa sikia. Mimi nakupa ushauri wa bure. Sawa? Tafuta mchepuko. Ili huyu akikuloga mchepuko anakurogoloa. Mchepuko? Sema unachokiongea ndugu yangu kama kina ukweli. Bora tu nitafute mchepuko nipunzike. Maana ipo siku mimi nitatolewa lao mundani. Kama hivyo washaanza kwenda makaburini, kesho ataenda maziarani basi ndo mdogo mdogo naisha mimi. Basi poa. Basi sasa ngoja nikamalizie kazi. Nano. Bwana mimi kupiga misiele huko. Mtoto wa shem kubwa. Ndio wanaka na matatizo. Mie tena mimi. Sijawa hii msukule nipo hivi. Wakiniweka msukule nitakuwaje? Baba yangu zaidi swali cha kwa gumu. Hatujui tunakwenda wapi, mana dunia tunapita, tumemsahau Harotumba, japo dunia tunapita, naye anatusamehe, mana yeye ni mwingi wa huruma, alituleta duniani.